Umezungumzia hapo nidhamu ya Harmonize wa zamani, ikiwa na maana Harmonize sasa hivi nidhamu yake imeshuka. Harmonize wa mwanzo alikuwa na nidhamu kubwa sana. Mimi huwa sipendi kuongea unafiki. Okay. Lakini nidhamu inaposhuka ndio maana unapoteza watu. Okay. Hautaki kupoteza watu kwa sababu ya nidhamu yako uliyoanza nayo. Ndio maana uliishi na watu vizuri, na watu walikupa heshima yako, na watu walikupambania, wakapigania, wakapambana na wewe kwa sababu ya nidhamu yako na maneno yako. Lakini inapofikia hatua sasa unataka kuwa wewe kama wewe, lazima uishi na wale ambao umepambana, sababu na nyinyi umepoteza mambo yao. Kwa hiyo ni mistake ambayo ilitokea, ndio maana sasa hivi umeona timu imepungua. Niwaombe tu jamani, ndio toka Konde Gang mrudi, kwa sababu neno gang linashindwa kukamilika. Kwa kama kujifunza atakuwa amejifunza. Achana na watu wanamngonga kuongea uongo. Mimi namwambiaga ukweli. Kama kujifunza atakuwa amejifunza. Sababu mtu wa mwisho ambaye alikuwa anatakiwa kumfundisha ili ajifunze namna ya kuishi na wasanii na watu wengine ilikuwa ni sasa. Kama Chinga kaondoka ambaye yeye kutegemea, bora H Baba mlinisema, wakanisema, wakanitukana, nikatengenezea zengo, inaonekana labda mimi na chuki zangu binafsi na nini. Mimi natetea maslahi yao. Nilikuwa natetea nilichopoteza, sababu nilipoteza. Lakini Watanzania asilimia 50 huwa ni wanafiki sana. Yaani hawapendi kuona mtu akiwa anatetea ugali wake. Wanapenda kumtukana mtu akiwa anatetea ugali wake. Yaani utafikiri yeye anapoenda kazini anafanya kazi bure. Mimi nafanya kazi, nahitaji na mimi nipate kipato changu kiweze kusaidia nini? Sasa kama sipati, kwa nini sasa nisizungumze? Kama nimedhurumika, kwa nini sasa nisiseme? Lakini kwa sababu mimi na Harmonize tushamaliza, na namshukuru Bwana Ambwene Isaya Edward alituweka sawa. Tumekaa na Harmonize, tumejenga, tumemchopa meneja jembe, tumekaa tumeyazungumza. Lakini nikamsisitiza, nikamwambia umejifunza kitu.